Jojo wejo utawaua 770 utoweza amini, kijana wa dini amekuwa muumini, utaweza amini, kijana wa dini amekuwa muumini. Ya nini tena? Kikweli kunieleza matatizo yako yamenigusa sana. Wewe chukua hii kwamba baada ya kurudi nyumbani, wewe nenda gengeni kamlipe pesa yake. Alafu kaenda nyumbani. Nashukuru sana kakaangu. Usijali. Mungu akubariki. Basi sasa itabidi nitoke. Nirudi kule nimpelekee pesa yake. Nilete chenchi yako. Hapana. Usilete chenchi. Sawa? Hiyo chenchi utanunulia mahitaji mengine huko kama nyanya, pilipili hoho, biringanya. Mahitaji mbalimbali. Wala usijali. Asante sana kakaangu. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Haya, kwa heri Haya. Pia pole sana Asante sana. Ndio maisha yalivyo. Hebu kwanza niwekee nguo hapa nikae afu nikusikilize. Maana sasa nataka nifanye kazi mimi, wewe ukae. Bwana wewe ni mnyonyoro kama naomba kazi. Naita utani. Wewe unadhani mjini watu tu tulikuja? Au wewe unadhani watu tu tuko ovyo ovyo? Haya, niambie bosi wangu. Maana sasa mimi nije kufanya kazi hiyo nikufanyie wewe, wewe sasa ukae ndani. Mimi mama mwenye nyumba nije kufanya kazi, wewe ukae ndani. Namalizia tu dada. Yaani unanikera. Unavyoanza namalizia dada sasa unanikera wewe. Hivi unaelewa kama unanikera? Unafahamu kama unanikera? Babu jambo mwanangu. Na shule. Wema. Aya, nenda ndani mwanangu kabadilishe nguo tuenzetu sokoni. Koma watoto hapa mtaani watu wanakagumzo kwa sababu mimi sitaki kazi, sababu mimi na beti, si ndio? Sio hivyo tu. Unaongelewa vibaya. Sikuelewi. Wanakuhisi wewe mwizi. Hutaki kazi. Na vile unavyotembea na Juma Msukule. Yaani Juma hana ubinadamu wa aina yoyote. Juma ni mtu mbaya. Karibu kijana. Asante sana mzee. Niko tayari kukusikiliza. Mzee, pale nimeleta barua ya kosa la binti yako. Kijana, unajua na mabinti wengi sana. Sasa sijui ni binti gani ambaye anatakiwa katika hii barua labda ulileta. Mimi nimeambiwa ujumbe mzima uko kwenye barua. Mimi nichukue barua nilete pale. Nami nimekuwa kama tarishi tu. Na mfungaji barua na msomaji barua ni wewe. Sawa. Mimi nikuelewa. Huu mimi ni mji wangu. Kule ulikotoka ule ni mji wa marehemu mdogo wangu ambaye alifariki mwaka juzi. Kaka.
Nilijua tu kama lazima utarudi, kwa sababu huwezi kuacha simu ya thamani ya shilingi 500 kwa ajili ya 1900. Oa mwanangu dondoke. Mimi umwili ndio maana umekuwa hivi, nilijitafuta na mume wangu kajitafuta, sasa hizi nimekaa ndani, umekuja dada nataka kazi. Kumbe wewe unakuwa gajali eh? Hivi unajibu mimi kwa nini? Bana jibu hizo mimi. Inuka ukanitie maji mimi nikaoga. Inuka ukanibandikie maji nikaoga. Unasemaje? Unasemaje? Sauti ina shida gani? Mimi sikusikii, naongea tupo wawili hapa. Kwa hiyo Lakini najua utakuwa umejifunza mengi sana. Sikiliza nikwambie dadangu. Katika maisha haupaswi kumdharau kila unayemuona. Alafu pia haupaswi kumchukulia poa kila unayemuona. Aya, nipatie pesa yangu. Kwa hiyo sura yako ulikopo unafananisha na thamani ya hela, si ndio? Sikiliza dadangu, kwenye hela hakuna sura yako. Naomba nazi zangu na simu yangu niende. Yaani ufikie stage usijione wazuri kuliko pesa. Pesa ni nzuri kuliko hata nyuso zenu nyinyi. Shika nazi yako. Naomba simu yangu. Nakupa, si kwako. Nakupa. Lakini matatizo yote yanayotokea kule, shida zote zinazotokea kule, basi na raha zinazotokea kule, zote msimamizi ni mimi. Kwa hiyo kuja kwako hapa kama ni mkuki umedondokea shambani, haujapotea, upo katika mikono salama. Na mimi toka juzi nimekaa, akili yangu yote inaniambia nenda, bila napuuza. Leo hii ndio nimepanga, siendi shamba, sifanyi chochote, lazima niende nikawajulie hali, na wewe ndio unakuja. Kwa nishukuru sana kwa ujio wako. Asante sana. Sikia watoto, hata mbaya pia na rafiki, sawa? Alafu pia tambua, ubaya wa Juma utabaki kwa Juma. Mimi naongozana na Juma, mimi na maslahi yangu. Maslahi gani? Nisikilize nikwambie. Unapotembea na mwizi, watu hawezi kusema mwizi yule anapita. Watasema wezi wale wanapita. Shauri yako. Na litalo kukuta utajijua mwenyewe. Imani mwanangu. Njoo twende sokoni. Sasa sikia. Ni mwenda kubadilisha nguo na ingia sasa magetoni na mazingira yangu. Utajijua mwenyewe. Ilikuwa humu. Kaka, naomba simu yangu niondoke. Si nini kamfukoni humu? Wewe vipi? Nipe simu yangu bwana, mimi niende sasa hivi. Yaani umeshindwa kunistiri mimi na ziza 1900, umechukua simu ya 500. Nataka simu yangu sasa na mimi niende.
Maana ulinijazia watu sasa. Na mimi nikujazie watu. Fanya dada. Umenisema umenijazia watu hapa. Umenitolea maneno machafu. Mimi nakuja kujipendekeza kwako mimi. Yaani shilingi 1900 umeshindwa kunistiri tu mtoto wa kiume. Lakini nilipoondoka mimi niliweka humu. Yaani niliweka humu. Kaka, nataka simu yangu niende nyumbani. Kwa hiyo unataka utumie macho yangu? Kachukua sufuria uje kubandika kwenye macho yangu. Inuka ukachukua sufuria uje kubandika kwenye macho yangu. Si ndio tunataka hivyo? Tuishi hivyo, si ndio? Uwezi umekaa. Basi dada nielekeze. Kila siku utakaa na mimi hapa nyumbani. Maliza nguo, ukimaliza mlango uloingilia ndio utakaotokea. Wewe kiburi. Na mtu kiburi anakutukania ndani kwa ndani. Macho yako yananionyesha wewe kiburi. Unanitukana mimi ndani kwa ndani. Ulivotoka umekuja hapa unaomba kazi utokaka? Sio ulikuja hapa dada, naomba kazi, na shida 1 2 3 hivi na hivi. Wema wangu umekuajaje? Inuka bwana. Nikiongea mimi sipendi jamani kuchanganywa. Hivi kwa nini lakini naleta vitu vya ajabu? Katoka wapi huyo? Mimi nitakwenda nitaipitia hiyo barua na kama mawasiliano yapo basi tutapeana majibu. Sawa mzee, nitashukuru sana. Sawa. Mimi bwana tupo tunahangaika tu na shamba, tunarudi shamba mjuaje kama unavyoona kinachopatikana hakuna. Basi tunahangaika tu. Mradi tuonekane tunalima tu basi. Ni kweli mzee, maana nimetembea kama vijiji 3-4 hivi kuangalia ulimaji wao na ulimaji wa huku, nimegundua kuna vitu vingi tofauti. Sasa hivi mzee, watu hawalimi kama unavyolima mimi. Tumia jembe la mkono. Sasa hivi kuna matrekta. Watu wanalimia sana matrekta. Na ndio maana vijiji vingi vinapata maendeleo kwa sababu ya matrekta. Pia hata mbolea. Wanaenda kuchukua mbolea zilizokuwa bora, sio bora mbolea. Mzee, kijiji kitatuchelewesha sana. Kutuchelewesha kwa sababu bado tuna ule ukale. Sasa hivi serikali imetoa fungu katika mahitaji ya wana kijiji, kila kijiji. Kwa nini msiandike barua na kuambatanisha vitu ambavyo mnavyohitaji? Ili hadi kupeleka kwenye serikali ya mtaa, serikali ya mtaa kupeleka kwa diwani mbunge kupata maendeleo yenu. Vipi? Umenisema tena ukanisema ukanisharutia mpaka watu wameniangalia wakaniona mimi kama nakuja kujipendekeza kwako. Kaka nipe simu yangu niende. Chapu. Anataka simu yangu. Lakini simu niliweka mfukoni sioni. Tafuta uione sasa. Sio niliweka mfukoni. Yaani si wanaume mpoje nyie? Nitafutie simu yangu basi niende. Simu sioni. Sasa. Simu ninayo. Sasa kwenye hili mimi na wewe nani anatakiwa kujifunza? Mambo nisamee dadangu, sababu sisi binadamu bwana tuna mambo mengi mno. Sawa? Nikiteleza upande wa kushoto, basi wewe ulioko na upande wa kulia unapaswa kunirekebisha na kusameana. Nipe simu yangu ni. Chenji sina dadangu. Chukua hela nenda nayo, haina shida. Kata pesa yako nipe chenji hii. Haina shida, wewe chukua tu yote dadangu. Wewe chukua tu yote, wewe nenda tu.
inaonekana kwenye maisha kuna mtu mbaya, alafu mtu mbaya huyo atakuja kubadilika, atakuwa mzuri. Lakini pia kwenye uzuri huu alionao, kuna baadaye anakuja kurudia tena anakuwa mbaya. Sijui. Ndoto bwana zina mambo mawili. Inaweza kuwa kuna ndoto ikawa ni ndoto tafsirika ambayo ya jambo la kweli, lakini zingine ni ndoto tu za alinacha mwanangu kuota mchana. Hebu tuachane nazo bwana, kafanye shughuli zako. Ila kama nilivyokuambia mimi na nenda bwana kafue. Nguo yanajaa. Sawa? Tajitahidi basi. Nenda basi. Kwa sababu wabunge tumewachagua sisi ili kufanikisha maendeleo hayo. Sasa kwa nini kutengeneza matarajio hayo? Je, tusitumie sana jembe la mkono, sisi kuna mbinu kabisa ya ufanisi wa kazi hizo. Sikia kijana, kwa hakika hakuna asiyependa kulima kwa kutumia trekta. Hata hii kulima kwa kusukuma kunapoteza nguvu nyingi sana. Na sio kwamba tunapenda, ila hali ya pesa ndio imekuwa mtihani. Tujaribu kuwapelekea matatizo yetu viongozi wetu kwanza. Sawa. Kwa sababu tusitumie sisi fedha zetu, na sisi fedha zetu ndio zinatuangusha, na vile vile nakopa matatizo mengi. Unaweza ukafanya biashara ukapata gunia zako 2, mnunuzi akawa mtihani, lakini tukawapelekea serikali inaweza kutukopesha mahitaji yetu, alafu baadaye wao katukata kidogo kidogo. Inawezekana. Kwa nchi sasa hivi inawezekana. Nchi sasa hivi ishakuwa mikononi mwetu hii. Lazima sisi wananchi inatujali na kutulinda. Nakushukuru sana. Na hata ujio wako pengine Mwenyezi Mungu amekuleta kwa sababu ya kuleta hili, imradi na sisi tunufaike na hiyo, na wewe tunyanyuke. Sawa mzee wangu. Nakushukuru sana. Asante. Labda hata katika ujio wako, labda Mwenyezi Mungu kaja kukuletea ujumbe huu ili na sisi tunyanyuke, tujikwamue. Asante sana. Asante pia. Hili la trekta nadhani tutakuwa tumeshachelewa. Kwa sababu tayari kuna mahindi nishayapanda na yashachomoka. Lakini hili la mbolea ni kuhakikishie. Kesho kutwa asubuhi nitakwenda mjini. Nitahangaika duka hadi duka mpaka nihakikishe napata mbolea. Nitashukuru mzee. Nashukuru sana. Na mimi pia. Karibu sana. Asante sana. Mkubwa. Vipi mazingira kwa msosi? Mazingira ya msosi mwanangu sina hata. Hapa yenyewe na sabuni nimefanya kuunga. Nitegemea wewe mwanangu ungekuja ungenipa hata hela kula. Unajua bi mkubwa unazingua sana. Yaani mpaka sasa hivi hujarekebisha kitu chochote kule afu unajibu bwana. Niko na Jojo. Wejo utawaua. 770 utoweza amini. Kijana wa dini amekuwa muuni. 770 utaweza amini. Kijana wa dini amekuwa muuni.